Katika kila taasisi inayopiga hatua kubwa, lazima kuwa kuna uongozi imara, wenye maono, lakini pia na moyo wa majitoleo. Leo tunakutana na mwanamke shupavu, kiongozi jasiri na mchapakazi asiyechoka. Ni mwenyekiti wa UDOM Ambassadors Chuo Kikuu cha Dodoma. Leo tutakwenda kutazamia mafanikio, changamoto, lakini pia na dira ya taasisi inaendelea kung'aa ndani ya mipaka ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia na nje ya mipaka yake. Nasma, mambo? Tunaona UDOM Ambassadors ni taasisi ambayo inakuwa kwa kasi sana. Nini siri ya mafanikio ya taasisi hii kupitia uongozi wako? Asante. Bila shaka UDOM Ambassadors ni taasisi ambayo inakuwa kutokana na, kwanza kabisa ni maono tuliyobeba sisi kama viongozi, lakini pia tuko na committed team ambayo tunafanya nayo kazi, nikimaanisha viongozi wengine pamoja na UDOM Ambassadors coordinators ambao tumekuwa tukiratibu matukio mengi sana ambayo yanafanyika ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na tumeweza kuyafanikisha kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana. Leo ilikuwa ni Jumapili na ilikuwa ni siku ambayo tulikuwa na discussion chamber, sio? Bila shaka. Unaweza kutuambia nini lengo hasa la kuwa na discussion chamber hii? Sisi kama wasomi, hususani wasomi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, tunahitaji sehemu ambayo tunaweza tukayaweka mawazo yetu bayana, ama tukatoa mawazo ambayo yataweza kuisaidia jamii. Lakini mawazo hayo tunayatoaje katika jamii ya Chuo Kikuu cha Dodoma au hata katika jamii zingine za nje ya chuo? So UDOM Ambassadors Discussion Chamber ni jukwaa pekee ambalo linaweza kutupa nafasi sisi ya kutoa mawazo yetu, maono, lakini pia inaweza kutupa nafasi sisi ya kutoa elimu kwa jamii na kwa Chuo Kikuu cha Dodoma pia. Mtazamaji anatusikiliza muda huu anataka kujua, je, discussion chamber hizi zitakuwa na mwendelezo ama ndio mmeanza alafu tena mta delay? Hakika discussion chamber hizi ni mwendelezo, sio kwa mwaka huu tu, bali hata kwa miaka iliyopita na uongozi uliopita. Kwa mwaka huu au kwa semester hii tulianza tarehe 1 mwezi wa pili, ambapo tulifanya discussion chamber ilikuwa inahusu masuala ya AI, ambapo tuliangazia upande wa akili unde kwa dunia hii ya sasa, kwenye kulinganisha na mambo ya teknolojia. Lakini leo pia ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa pili, tumeweza kuzungumzia mahusiano. Kama unajua mambo ya kijamii, jana ilikuwa ni Valentine Day, right? Kwa hiyo tumeenda na mada hii ili kujaribu kusolve baadhi ya changamoto ambazo zinakuwa zinawakumba wanafunzi kutokana na mahusiano. Ikirejelea swali lako ni kwamba, je, ni muendelezo ama imeishia hapa? Kwa semester hii ya kwanza discussion chamber tumemaliza siku ya leo, lakini panapo majaliwa ya Mungu semester ya pili tutakuwa na discussion chamber nyingine. Nini mpango wenu kuhakikisha kwamba tunaenda mbali zaidi, sio tu ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma? Kama nilivyosema awali, lengo kuu la discussion chamber ni kutoa elimu, lakini pia kutoa mawazo ya wanavyuo kwenda kwa jamii ama kwa wanavyuo wenzao. Hivyo basi tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tunayoyajadili ndani ya ukumbi huu wa Senate Chuo Kikuu cha Dodoma unaofikia watu wote walioko nchini, na ndio maana sasa katika discussion chamber ya leo tumeweza kuwa live TikTok, pia tunatumia social media zetu kufikisha ujumbe ambao umepatikana ndani ya ukumbi huu. Tukirejea sasa kwenye taasisi yako, ni mafanikio yapi wewe kama mwenyekiti wa taasisi hii ya UDOM Ambassadors umeweza kuyapata katika uongozi wako? Asante. Binafsi najivunia kwa hatua ambayo tumeweza kuipiga kutoka tulipopokea kijiti hichi cha uongozi mpaka siku hii ya leo. Kwanza kabisa tuliweza kufanya jambo la kwanza ambalo halikuwahi kufanyika katika miaka iliyopita. Ndio. Mwezi wa 11 tulifanya mapokezi ya nguvu kabisa, ambapo tuliweza kupata members wapya, lakini pia tulijenga taswira chanya ya taasisi yetu kwa upande wa wanajamii ambao wanaleta wanafunzi wao au watoto wao ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo tulipata kuwaeleza uhalisia wa chuo chetu, lakini pia watu wengi walikuwa familia na Chuo Kikuu cha Dodoma, na hii inaonyesha kwamba tumeweza kukuza taswira ya chuo chetu ndani na nje ya mipaka ya Dodoma. Je, ni jambo gani ambao wewe kama kiongozi linakupa motisha zaidi kuendelea kufanya kazi yako kwa uzuri zaidi? Jambo ambalo linanipa motisha kabisa ni fahari ya Chuo Kikuu cha Dodoma.
nasema ninajimotivate binafsi nikiwa mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Hivyo ninapenda kufanya kazi ama kuitumikia taasisi yangu ya UDOM kwa kadri nilivyojaliwa. Hivyo ninajituma zaidi kutokana na fahari ambayo nimeivaa mimi kama mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Asante. Tunajua kwa mtoto wa kike na pia ni kiongozi wa taasisi kubwa kabisa. Ndiyo. Changamoto ni nyingi hasa kwenye uongozi huo uliopata. Je, ni zipi hizo changamoto ambazo tangu umepewa kijiti hicho cha uongozi unakutana nazo? Kwa upande wangu changamoto ambazo ninazikumba mara nyingi si kwa upande wa taasisi, bali ni kwa mapokeo ya wanachama. Kwa mfano, UDOM Ambassadors tumekuwa tukiandaa majukwaa mengi sana. Hatuwezi direct tukamfuata mtu tukamuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunachokifanya sisi kama viongozi wa UDOM Ambassadors ni kuandaa majukwaa ambayo yatawapush wanafunzi wenzetu au yatawasogeza katika sehemu moja kwa namna nyingine. Chuo Kikuu cha Dodoma kinatoa kozi nyingi ikiwemo watu wa media. So kitu ambacho tuna expect sisi kama viongozi ni kwamba tutakapokuwa tunaandaa majukwaa au sehemu zozote ambazo watu wanaweza wakaonyesha vipaji vyao, wakaonyesha uwezo wao, tunategemea watu wafike. Kwa hiyo changamoto ambayo mimi ninaiona kubwa sana kwa upande wangu ni pale ambapo tunajaribu kupush majukwaa ili watu waweze kujitokeza zaidi, waweze kwenda mbele zaidi, lakini watu wanakuwa ni wachache. Kwa hiyo tunategemea kwamba tukiandaa hivyo tunaweza kuwasaidia na tunakuwa tunaacha alama kwa watu, kwa sababu lengo la taasisi yetu pia ni kuacha alama katika maisha ya wanafunzi wetu, lakini maisha ya wanajamii wote wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Nasma, kwenye upande wa masomo yako, namna unavyoweza kubalance uongozi pamoja na darasani, hakuna changamoto yoyote ambayo unapitia wewe kama mtoto wa kike? Kwa upande wangu naweza kusema timetable. Yes, ukimanage vizuri timetable yako unaweza ukajikuta unafanya vitu vyote kwa wakati mmoja, lakini pia ni kujimanage yourself. Ukijua nini unafanya, nini unataka, utaweza kusolve mambo yako yote kwa wakati. Nini ambacho kinakupatia nguvu ya kuendelea kufanya tena na tena, tena na tena? It's my passion. Wow. Ninapenda kuitumikia jamii, lakini ninapenda kuwa sehemu ya mabadiliko katika jamii yangu ya Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia jamii ya Tanzania. Tukija kwenye swala zima la mwitikio, kama tunaona kuna mambo mbalimbali ambayo kama taasisi ya UDOM Ambassadors imekuwa ikiyafanya, mwitikio ni upi? Kama hapa leo tulikuwa tuna discussion chamber, je, wanachuo ambao wapo ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma au ambao wamekwisha kumaliza chuo wana mwitikio gani kwenye vitu kama hivi? Asante. Upande wa mwitikio naweza nikasema ni 50-50, kwa sababu bado tuna demand watu waweze kushiriki zaidi katika matukio. Lakini kwa kusema hivyo haimaanishi kwamba hatupati watu ambao wanashiriki matukio haya. So mwitikio wa watu ni mzuri kwa upande fulani, lakini kwa upande fulani pia ni mbaya. Kwa sababu tunaweza tukawa na matukio ambayo tunahitaji watu wengi zaidi wakafika wachache, lakini kuna matukio ambayo wakafika vizuri kama tulivyotarajia. Kwa hiyo it's a kind of cycle. Kuna matukio wanakuja watu wengi, kuna matukio wanakuja wachache. Lakini what we demand ni kwamba matukio yote wafike watu kwa wingi ili waweze kupata elimu, lakini pia waweze kuonekana katika talanta ambazo wamejaliwa. Tunajua Chuo Kikuu cha Dodoma ni moja kati ya vyuo vyenye wanafunzi wengi zaidi. Je, kwa idadi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma na idadi ya UDOM Ambassadors vina uwiano? Lakini pia unamshauri nini mwanafunzi ambaye mpaka muda huu hajajiunga na chama hiki cha UDOM Ambassadors? Okay. Naweza kusema uwiano bado tupo chini kulinganisha na idadi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, na ndio maana kila siku tupo kuambia kwamba karibuni UDOM Ambassadors, karibuni mjiunge na UDOM Ambassadors, kwa sababu ni sehemu pekee ambayo inatoa fursa nyingi ambazo zinaweza zikakuwezesha wewe kama mwanafunzi wa chuo kikuu, kwa sababu ukilinganisha na nchi yetu kwa sasa, wanachuo wengi tunamaliza, all we demand is employment, lakini sera ya nchi inahitaji extra more. Unamaliza Chuo Kikuu cha Dodoma ukiwa una nini? So sehemu pekee ya kupata hizo extra thing ni UDOM Ambassadors, kwa sababu huku utakutana na vitu vingi ambavyo vitakujenga kutokana na majukwaa ambayo tunayaandaa. Utajengeka nje ya curriculum ya darasani. Asante. Wewe kama mwenyekiti una dira na chama chako, unataka kuambia nini wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma, UDOM Ambassadors
na watu wengine ambao wanakusikiliza kwa muda huu watarajie nini kutoka kwako? Kama ambavyo tumeweza kufanikisha malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea kwa semester hii ya kwanza, tumeshafanya matukio mengi ikiwemo la mapokezi, tukafanya welcome fest hii ambayo ilituonyesha iliwapa wanachama wapya uhalisia na nguvu ya kutumikia taasisi hii, lakini pia tumeweza kufanya talent search, UDOM talent search ambayo imeibua vipaji vya watu wengi, lakini imewapa motisha wasanii. So kwa semester ijayo, panapo majaliwa ya Mungu, tumeandaa mikakati mingi ambayo itakuwa na itaacha alama chanya kwa wanajamii wa UDOM, lakini pia kwa wanajamii wa Tanzania. Asante. Wewe kama mwenyekiti wa UDOM Ambassadors, kabla hujamaliza uongozi wako, nini ndoto yako binafsi hasa kwenye taasisi hii kubwa ya UDOM Ambassadors? Kwanza kabisa najivunia UDOM Ambassadors kutoka ilipoanza mpaka hapa ilipo. Asante. So dira yangu na maono yangu ni kuiona UDOM Ambassadors ikizidi kusonga mbele zaidi na zaidi. We demand more, tunahitaji kuiona UDOM Ambassadors ambayo tunaifikiria kwenye vichwa vyetu, lakini hatuwezi kufanikisha taswira hiyo ambayo tunaifikiria kwenye vichwa vyetu kama tutakuwa hatuna ushirikiano kutoka kwa wanachama. Kwa hiyo kitu ambacho tunakihitaji kwa sasa ni ushirikiano kutoka kwa wanachama ili kuitoa UDOM Ambassadors ambayo ilikuwepo leo, tukiilinganisha na iliyopita, kuisogeza mbele zaidi. Asante sana mwenyekiti wa UDOM Ambassadors Bi Nasma Ali kwa muda wako, lakini pia kwa maono yako makubwa. Shukrani. Kufikia hapo sina la ziada, kwa sababu kupitia Nasma tumeweza kuona kwamba uongozi si tu dhamana bali ni uthubutu na maono. Endelea kufuatilia taasisi ya UDOM Ambassadors pamoja na kazi zake. Jina langu ni Maria Thomas. Kwa heri. UDOM Ambassadors.